kwa jumla tu, yani mazingira yapoje, na pia katika wale wanafunzi ambao wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali zilizopo karibu baada ya kupata majeraha mabaya baada ya kuhusika kwenye moto huo, wanapokea matibabu katika hospitali ambazo ni za kiwango gani, na pia kama kuna usaidizi wa ziada ambao unahitajika kutoka kwa mashirika kama vile ya Red Cross ambayo yamekita kambi katika maeneo haya? Naam, shukrani sana Hadia. Tupo katika shule ya msingi ya Hillside Endarasha ambayo iko katika eneo bunge la Kieni, na hii ni ile shule ambayo usiku wa kuamkia leo kumekuwa na mkasa wa moto. Tulipofika tumepata taarifa kwamba huu ni moto ambao ulianza saa 5 za usiku, japo kiini cha moto hakijabainika, lakini tunaarifiwa kwamba moto ulianza saa 5 za usiku, na wale maafisa wa kuzima moto walifika hapa takriban dakika kama 20 hivi baada ya mkasa huu kufika, na hawa ni maafisa ambao wanatoka eneo la Kiawara. Lakini walipofika waligundua kwamba huo moto ulikuwa mkubwa sana na hawangeweza kuuzima, kwa hivyo wakaitisha usaidizi zaidi, na ikalazimu maafisa wengine wa ziada kutoka Nyeri mjini kufika hapa. Kutoka hapa kufika Nyeri mjini ni takriban kilomita kama 45 hivi, na barabara yenyewe ni mbovu, kwa hivyo kufika hapa pia lazima ilikuwa ni changamoto sana kwao. Lakini tunaarifiwa kwamba huo moto ulizima, walifanikiwa kuzima huo moto muda kama saa 9 za alfajiri. Hapo ndipo moto ulikuwa unazimwa, na kufikia wakati huo kwa wanafunzi 16 walikuwa wameaga dunia kutokana na huo moto, na mmoja zaidi akafariki akiwa hospitalini. Lakini tunaripia tulichobaini ni kwamba ilile ni bweni ambalo halikuwa jumba la mawe, ni jumba ambalo limejengwa kwa mbao. Ile sakafu yake ni simiti, msingi wake ni wa simiti, lakini kuta zake ni za mbao. Kwa hivyo pia huenda kwamba hali hiyo ilichangia moto huo kuenea kwa kasi sana, na labda ikawa ngumu kwa wazima moto kudhibiti huo moto. Na pia tumearifiwa kwamba ile bweni lenyewe lilikuwa na uwezo wa kubeba wanafunzi 152 ambao walikuwa kwenye hilo bweni kufikia wakati huo, na kati ya hao 17 sasa wameaga dunia, na wengine 13 wako hospitalini wakipata matibabu. Kufikia sasa mahali ambapo tupo ni kwamba wazazi wamefika tayari, na vile watu wengine ambao ni wa jamii ya hapa karibu wamefika. Unapoona ni kwamba maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu pia wako hapa kusaidiana na wale maafisa kutoka mashirika mengine ya serikali na ya kibinafsi kuzungumza na wazazi, na vile kutoa tu ushauri na saha kwa wale ambao wameathirika kwa njia moja au nyingine. Na hapa ni kwamba tayari vyumba vimeshagawanywa, kwamba wanafunzi wamewekwa mahali kando, na wazazi pia wanaweka mahali kando, na wanafunzi wako katika chumba chao, ambapo mzazi ukija unaelekezwa kwenye hicho chumba, unaangalia ikiwa mwanafunzi, ikiwa mtoto wako yuko ama hayuko. Na hapo ndipo sasa upande ule mwingine pia wazazi wako huko upande ule ambao wanapewa ushauri na saha tu na maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu na wale maafisa kutoka mashirika mengine ambayo yako hapa. Pia ni muhimu kutaja kwamba lile bweni ambalo limechomeka katika shule hii ni bweni la wavulana, ndilo lililochomeka katika kwenye huo mkasa wa kuamkia leo. Kufikia sasa gavana wa kaunti hii Mutahi Kahiga amefika hapa, naibu wake yuko hapa, maafisa wakuu wa shirika la Msalaba Mwekundu wako hapa, vile maafisa kutoka idara ya upelelezi ama ukipenda homicide pia wako hapa wanaendeleza uchunguzi. Pia tumeona maafisa kutoka ile kampuni ya umeme nchini Kenya Power pia wako hapa. Labda tu wote wanafanya ushirikiano kuhakikisha kwamba wanabaini kiini cha mkasa huu wa moto. Lakini taarifa tuliyopata ni kwamba pia kufikia mwendo wa kama saa 6 hivi, naibu wa rais Rigathi Gachagua tayari ameshatangaza kwamba atakuwa akifika hapa ili kuomboleza na wale ambao wameathirika, wale ambao wamepoteza watoto wao kutokana na huu mkasa wa moto, na vile kutoa ujumbe rasmi wa serikali kuhusiana na huu mkasa wa moto. Lakini pia tunaweza sema kwamba hii sio mara ya kwanza ambapo tunashuhudia mikasa ya moto katika shule zetu humu nchini. Hapo awali tumekuwa na mikasa ya moto pia katika shule kadhaa ambapo tumeona wanafunzi wengi wakiaga dunia, na hii sasa inaacha wengi na maswali yasiyokuwa na majibu. Je, ni nani wa kulaumiwa wakati mkasa kama huu unapotokea? Ni kulikuwa na makosa gani ama kulikuwa na utepetevu wa aina gani wa kuhakikisha kwamba kama hiki kilikuwa kisa ama mkasa ambao ungezuiliwa? Je, ni nani ambaye alifeli katika njia kuhakikisha kwamba mkasa kama huu unazuiliwa? Lakini haya yote ni maswali ambayo yatajibiwa wakati ambapo tutabaini kiini cha mkasa huu wa moto. Hadia.
Naam, Clement Masombo, asante sana kwa muktasari huo. Tutakuwa tunaungana naye hapo baadaye. Ni kisa cha kuhuzunisha mno mtazamaji, kama ulivyosikia. Tutakuwa tunatarajia kwamba muda wote kufikia sasa Naibu Rais Rigathi